Hello, kama this is the sound of MB Boy, MB Promoter, aka Mr. If you like me, I like you. If you don't like me, I don't like you too. You know what? Today nakusogezea big story. Siko peke yangu, pamoja na wenzangu ambao anaitwaga nani? Rossi Presenter. Rossi Presenter ambaye tunafanya naye kazi. You know what? For now tunakusogeza big story. Ni big story ambazo kama vile 10 kama 5. Kutakuwepo story ya Big Fizzo, kutakuwepo na story ya Mr. Champagne, kutakuwepo na story ya Wiz Design. Pia tutakuwa na story ya Visual Love pamoja na story ya nani ya A Flow Slim. Bro, hebu kama nimekuta hapa kuna kitu ambacho tunataka kufanya nini? Unajua kama last time mimi na wewe tulichonga about music ya Burundi. You know, so kuna kitu ambacho tunataka kukifanya ambao wanamuziki wa Burundi mpaka saizi bado wanatushangaza sana. Unajua hapa juu skati kama tunasema kama vile miezi 3-4 tulikuwa pamoja na legend ambaye ni Mugani Desire. Alikuwepo kule pande za Tanzania kama sijasahau, you know. Tulisema kwamba alikwenda kufanya kazi nzuri. Kimoja ambacho kilipeleka ilikuwa ni kufanya filamu ambayo inaitwa Life to Regret kama sijasahau, kufanya pamoja na BGB ambayo ni kampuni ambayo inafanya fresh, iko na boss ambaye anaitwa BGB. So leo kwa siku ya leo kuna kitu ambacho kinaweza kutrend mitandaoni. You know what? Farias kama kawaida tunajua kwamba ni rafiki yake ya Jux, Juma Jux ambaye yuko kule Tanzania. So leo kuna picha ambayo trend imeonyesha kwamba Mugani Desire kikaa sehemu fulani hivi, hapo pembeni kulikuwa kuna pochi kama aina ya Gucci, kuna pamoja na ochi moja hivi amazing sana. Halafu tumekwenda kutaji kwenye picha ya Juma Jux, tukaona ni hile. Watu baadhi wanasema kwamba inasemekana kwamba Jux kama wazima Mugani Desire hawa alimpatia avae, alafu Mugani Desire kaja naye mpaka Burundi bila kumwarifu. Hicho kitu unakiongeleaje bro? Kitu kimoja kwanza mimi nikasema kuvaa begi au kuwa na begi moja ambayo inafanana na ya msanii ambaye ni rafiki yako. Kwanza hicho kitu ni kitu ambacho watu wanafaa wanaelewa moja kwa moja tu miazima. Ni kwa nini watu wanajifikiria kwamba Fizzo ameazimwa na Jux? Lakini ni kwa nini hawajajifikiria kwamba Fizzo ndo amemwazima Jux kabla yeye kuonekana nayo? Hicho ni kimoja. Ila na upande mwingine pia watu wajifikirie kwamba ile begi Big Fizzo kwa jina ambalo analo kwa sasa kwa music ya Burundi ana sio vigumu sana kupata begi kama hilo, umeona. Na begi ukioa kwenye duka limoja au hata duka tofauti, zile begi ni nyingi sana hapa duniani. Aidha Tanzania pia ukiwa hata Burundi unazikuta kwenye zile shop tofauti. Inaweza kuwa hata Big Fizzo alikuwa na begi kama lile na mwisho wa siku kujikuta na Jux pia akawa na begi kama lile, kwa sababu Gucci kwanza ziko nyingi sana, ikiwa viatu, nguo, nini, umeona. Sasa sisi nikakubalisha kwamba Fizzo ameazima kwa Jux, japokuwa ni marafiki, ila tunakubali kwamba Fizzo alipokuwa Tanzania alikuja kutembelewa na Jux. Jux alimuita kwenye simu, Fizzo akafika kwenye mjengo wa Jux, na mwisho wa saa Jux akaita mmoja wa media ambazo zinafanyia online kule Tanzania, ikaja kumfanyisha Big Fizzo interview. Umeona, yani kitu ambacho Jux amemsaidia Fizzo, lakini siwezi kukubalisha kwamba ile begi ilikuwa ni ya Jux. Ila begi kitu ambacho nakikubali mimi, Big Fizzo ana uwezo wa kununua begi kama lile. So true. Yeah, Big Fizzo ana uwezo wa kununua begi kama lile, lakini unajua kwa sababu gani wasanii wanazidi kumpiga madongo kusema kwamba ameazima? You know what? Ilikuja kwa begi sawa zinafanana. Hata na ochi, you know what? Na ochi ile ambayo Jux alikuwa anavaa na Fizzo ndio kuna. Ndio watu wanasema kwa nini wasanii wote wanapenda kukopi sana, you know? Kwa nini wanapenda kukopi sana? Kwa nini hajafanya kitu tofauti? Wakasema kwamba Diamond anapofanya kitu hata iweje Konde Boy anaweza kukivaa. Kwa sababu gani? Naye anafanya kitu cha kwake, lakini sisi tunashangaa wasanii walikopi. Anasema kwamba walikopi. Mashabiki ndio wanasema kwamba halikopi Mugani Desire kitu. Tunamwamini kwamba Mugani Desire ni mtu wa creativity, lakini hapo alikosea. Hata kama upendo sijui kitu gani, lakini alikosea. Kwa sababu gani? Ni msanii ambaye tunamwamini, you know. Tulizoea kama vile Lizzo ndio msanii ambaye anapenda kukopi, lakini wakasema kwamba sio Lizzo tu. Kumbe Mugani Desire anaweza kukopi, anakopi hadi ochi. Ndio wakapiga labda wakasema kwamba labda inawezekana Mugani Desire labda ile siku kuna rekodi nyimbo, labda ndio zawadi. Mimi kifangu nasema labda inawezekana Jux kamzawadia zawadi, you know. Lakini wakasema kama kamzawadia na mzawadia mpaka na ochi, mbona vinafanana vile vile? Na hivi tunavyosema ile ochi Jux yuko nayo pamoja na nini na pochi yuko nayo. Wakasema kwamba labda Mugani Desire inawezekana kama labda halipendelea kufanya style kama ya Jux, you know. Ndio maana anasema kwamba washabiki labda waache dogo. Inawezekana kwamba Fizzo mwenyewe kama Fizzo tunamwamini kama msanii mkubwa anajua kuvaa, halafu alifanya kitu kwa amazing sana, kuchukua kile kitu ochi sijui na pochi kufanana, si kwamba tena copy. Labda alipenda kwa sababu ndio style ambayo inafikia. Kitu kimoja ni jibu kwa kuanzia kwa kumzawadia Jux, kumzawadia Big Fizzo. Inawezekana au isiwezekani? Kwa sababu gani? Big Fizzo akizawadiwa kitu na Jux, sidhani kwamba Jux atachukua kitu ambacho ameshakitumia yeye ndio amzawadie Big Fizzo. Umeona? Kwa sababu kwanza Jux ni mtu ambaye
Tanzania, kwa wasanii wote wa Tanzania, ukiweka hata na Nay wa Mitego ambaye anafahamiana na Big Fizzo kwa sasa, lakini ukaribu wa Nay wa Mitego na Big Fizzo na ukaribu wa Jux na Big Fizzo, wa Jux na Big Fizzo ndio unaonekana ni ukaribu sana, kwa sababu ukitazama hata kwa collab zilizosema kwamba zitakuja kufanya kwa Nay wa Mitego na Big Fizzo na Jux na Big Fizzo, ya Jux na Big Fizzo ndio imekuwa karibu sana, kwa sababu Fizzo alikuwa Tanzania na Nay wa Mitego alikuwa Tanzania, lakini collab yao haikuweza kufanyika, na wakati ambapo tunafahamu kwamba Big Fizzo aliwahi kusema siku za nyuma huko kwamba alimwambia Nay wa Mitego ili aweke sauti kwa nyimbo ambayo watashirikiana. Fizzo ameshawahi kuifanya hiyo nyimbo, akawa amemtumia Nay wa Mitego aweke sauti zake. Nay wa Mitego akawa vile kama anakuwa mgumu wa kuweka zile sauti. Ila kwa Jux, unaona Big Fizzo alifika Tanzania, ikawa fursa kubwa na ngoma ikawa sawa, na pia Big Jux ndo akawa amemleta Fizzo kwenye nyumba yake. Kaonekana kwamba wana urafiki wa karibu sana, umeona. So kwa hiyo Jux hawezi kumzawadia Fizzo kitu ambacho ameshatumia yeye. Kama Fizzo anaweza kuwa amevaa kile kitu kutumia watch, yani saa na ile bag ambayo atakuwa ametumia, huenda inaweza kuwa amechukua kwa kupiga picha ni vya Jux, au pia amenunua kwenye duka kile kapenda kuvaa vile kutokana na vile aliona kwa mkono wa Jux imependeza, akaona begi pia begi ni nzuri, akamuuliza mwenzake labda hii inanunuliwa ngapi, akawa amenunua na yeye, umeona. Alafu kitu cha kukopi napo, mimi nadhani kwamba kwenye hii dunia hakuna kitu ambacho tutakilitaga wiki kipya. Kila kitu chote ambacho tutakileta kwa sasa kimeshaga fanyika, umeona. Wewe utajifikiria kwamba umefanya creativity yako, lakini mwisho wa siku utakutana kuna kitu ambacho kinataka kufanana na kile ambacho ukifanya, labda wewe umefanya tu kwa tofauti kidogo. Mfano kama nyimbo mpya ya kama ni like ya wakina Satbi Naturo, tizama kuna sema mmoja ambayo ule Bell Nice anakaa kwenye mataa, kuna maua nyuma hivi, watu wameshaonyesha kwamba ni copy. Umeona vile. Sasa yeye utajikuta hata kwamba hiyo nyimbo ya zamani ya wa Nigeria hajawahi hata kuiona. Amejifikiria vile, kumbe imefanana na kule. Yaani hakuna kitu kipya. Umeona. Big Fizzo alitoa nyimbo ya Jux, alitoa Sugua. System aliyoimba ndani ikaja kufanana kidogo na ile Diamond na Jux, wakasema eti labda ni copy. Watu wakaanza kusema labda ni nyimbo ambayo Fizzo angetoa na Jux, Jux akawa ameenda kufanya kule. Lakini ya Big Fizzo imetoka kabla ya Jux kutoka. Lakini sasa tuseme Jux amemcopy Fizzo, hiyo haijakilini Mtanzania kumcopy Big Fizzo, kumcopy Mrundi. Okay, yo, so kama kawaida unajua ni tunaendelea na kipindi chetu cha the trending news, you know what? Tunakwenda kwenye story ambayo big kubwa sana ambayo inamongelea kijana wetu ambaye sasa anafanya vizuri ambaye ni Wiz Designer. So inavyosemekana kwamba hapa juzi kati jamaa alifanya show, you know, alicho kwenye ile tunasema kama tamasha za kimasomo. Kwa Kifaransa tunasema kama sijui ni kermesse ya kama sijasahau. Mimi naitaga tamasha za kwenye masomo. Jamaa anavyosemekana kwamba jamaa walimta kwenda kuperform. Sawa, lakini jamaa kama vile anataka kuzingua hivi. Ndio mashabiki walisema, mimi sijakuepo lakini nilisikia. So kwa sababu sisi tuko karibu sana na mashabiki, you know. Wakasema kwamba jamaa anataka kuzingua, ndio tulimpiga tukampiga hizo ngumi. Hebu niambie hiyo habari ulikuwa nayo au ndio unasikia hapa kwangu? Sio kushia kwa sababu unajua mimi ni mtangazaji pia na wewe ni mtangazaji, na habari tunazitafuta sana, na zinakuwa zinatupita kwenye macho zimoja na zile sauti za watu tunakuwa tunazisikia tofauti, umeona. Sasa mimi nimefuata habari, nilisikia kwamba Wiz Designer amepewa pesa kuja kufanya tamasha zile ambazo zinakuwa zinaandaliwa na masomo. Kila mwisho wa mwaka unakuwa kuna masomo yanakuwa yanaandaa zile show, watu wakuje kufurahi na kwa kumalizia kile kipindi cha masomo, yali zile period tatu vile. Yani tunafanya kwa Kifaransa trimester ya kwanza, ya pili, ya tatu, ndo kwa ile ya tatu ndo wanakuwa wanaandaa zile tamasha, wanaita msanii anakuja kuwafurahisha. So Wiz Designer alipewa pesa kwa masomo mmoja, yani shule ambalo limeletwa na Wakongo hapa nchini Burundi. Alafu akapewa pesa. Mwisho wa siku akaja show ikawa imekamilika. Siku ya show jamaa akufika mapema kwa ule muda, mpaka ikatokea madensa wake ambao walikufika kwanza pale muda wa mapema ndio wakawa wameanza kushambuliwa, kupigwa ovyo. Sasa ikabidi alipigwa simu Wiz Designer, muda mrefu sana alipigwa simu aje kufanya kazi ambayo walimlipia, akaonekana mapema mpaka watu wakawa na hasira. Ikaonekana walikuwa na gangi moja pale ambalo lilikuwa lina kama vile wale mabodyguard, si ndio wamechukua wale wa dancers wake wakawapiga eti hivyo. Ndio nimesikia habari, lakini ngoja nikwambie, sasa wamepigwa vile, si ndio wao wakaona tutakuja kupigwa bure, wakawaambia eti watawafunga kabla hawajaleta Wiz Designer yuko wapi, kwa sababu amepewa pesa na yeye wanafahamu kwamba yeye ni msanii, aliwalipa wale wa dancers waje. Okay, lakini jamaa alikuwa yuko pale, ndio mwisho wa saa alikuja kuonekana wameshapigwa, wanawaambia eti watawafunga. Sasa alionekana tu kuliko kuja kuimba kabla, walifika wanamvamia kumtoa kwenye gari na yeye kugundua makofi vile. Umeona, ndo akaenda kuperform vile, ndo show ikawa hivyo.
Kweli. Yeah, ina maana kwamba yeye jamaa alikuwa hajui chochote kule. Alisikia tu kama madancers wako wanavamiwa na ikabidi ya jamaa aanze kutoka. Mmoja mfano anapiga simu kwa wale madancers eti tuko tunapigwa huku sijui hivi na hivi, wao kama hujafika inakuwa tatizo hivi. Sasa yeye alikuja kama msanii, anajua tu kama anakuja kuperform kwa kuwaokoa hata wenzake pia, na anajua tu kama anakuja kufanya kazi ambayo alikuwa aliitiwa kufanya kazi. Akafikia tu na yeye wakaanza kumwataki na kumweka mangumi kama vile. So hicho kitu unakiongeleaje kama vile mtangazaji ambayo tuna support wasanii ambao tunataka wafike mbali. Hicho kitu unakiongeleaje kwa mashabiki? Ni onyo gani unaweza kutoka kwa mashabiki? Mashabiki mimi najifikiria kwamba niko support kwanza muziki wa Burundi, alafu na wasione kitu juu juu. Ndo ukiweka kitu juu juu kwanza unakuwa umeshusha ile thamani ya msanii chini, alafu kwa pia kwa msanii kama wamekuita kwenye show, unajua umesha sign mkataba wa kufanya show, pesa umechukua, umemeza, umezikubali hizo pesa. So inatakiwa nini? Hiyo siku ya show wewe wasili pale kwenye show. Tunafahamu kwanza mambo ya kisasa, sio kama ile kizamani unakuja kwenye show baada ya masaa mawili na walikuita show saa 6, unakuja saa 8. Diamond aliwahi kufanya kitu kama hicho Alemanya, kule Ujerumani. Walimuita kuja saa 4 afanye show kwanza sign, alikuja saa 8 kwanza, si ndo watu wakamsubiri mpaka, anakumbuka walimsubiri mpaka saa 8 hajawasili kwenye stage pale. Alikuja kufika saa 10 ya usiku mpaka watu wakagumuka, wakamletea fujo, wakasema huyu mtu asijage hata Alemanya tena, asirudi tena huko. Umeona, sio sawa. Inatakiwa wanapendaga nini watu? Show ni saa 6. Bora wakuone, lakini usiende kwenye stage. Lakini wakuone umefika pale ukumbini mapema. Watakuwa wanajua tu ataimba tu. Sasa wewe designer, wako msanii, hujafika hata pale kwenye ule ukumbi. Yale masaa yameshafika, hujafika kwenye ukumbini. Utafika saa ngapi? Poda hata pale unaweza kuja nazo. Ni kwa nini sasa? Ni mfano Big Fizzo ile show ya Juksi, show ya Nay wa Mitego kule. Show inaandikwa Big Fizzo aimbe saa 1. Alifika saa 11 yuko pale ukumbini. Ameterama pale na Bantu Boy nzima wametulia. Wanasubiri nini? Afu kumpodoa. Wanakuja tu wanampaka, ni kawaida tu, anakaa kule sehemu moja kujificha. Watu wanakuwa Big Fizzo yuko kule. Yaani kinabidi ndio ni wengi sana kwa pod. Yeah, ndio hivyo. So tunakuja kwa nyingine big story ambayo inamhusu jamaa ambaye mpaka sisi jamaa mimi sijamuelewa mpaka sasa, unajua anachafua mitandao. Na si mwingine ni Mr Champagne. You know what? Huyu jamaa hapa juzi kati alipost kitu kimoja hivi, unaona? Kuna story alikuja kwanza kama vile anamsemea Diamond na kumtakia radhi kama vile Harmonize, eti kwamba Harmonize ni mdogo, atabaki kwa mtoto, alafu Diamond ni baba. Imagine musician wa Burundi, mambo ya Tanzania yeye anakwenda kuyaingilia ndani. You know? Wewe kenge kama kenge sijui nini, sitaka mnukuu kwa sababu sitaki kusoma, watu walisoma. So bro, hivi unamshauri kitu gani Mr Champagne kufuatilia mambo ya nchi wakati Burundi kwanza bado inaweza kwanza Burundi mwenyewe kwanza ajielewe anafanya kitu gani kwenye nchi ya Burundi. Kwenda kuvamia watu wa Tanzania lazima kwanza wale watu wa Tanzania wakoaje, kwa sababu ile kwenda kuvamia hajajua chochote. Wewe unamshauri kitu gani huyu jamaa? Wasanii wa Burundi wanasema eti nyimbo zao zisupportiwe. Ndio mimi nimewahi kuongea siku moja na nilikuwa na wewe nikakwambia, sasa wasanii wa Burundi wanasema eti wasupportiwe. Sasa wewe unasema usupportiwe, ile wakikukuta kwenye karaoke unaimba nyimbo ya wasanii wa nje ya nchi. Sasa unataka watu wa Burundi wapende nyimbo gani ambayo wewe kwanza unawaletea nyimbo ya nje ya nchi? Ndio unawaimbia pale. Unawaimbia sijui machamu kwale, nyimbo za Wakongomani, unawaimbia sijui nyimbo ya Tanzania, wafanyaje? So kwa hiyo Mr Champagne unaongelea hapo kwa aliyoposti mambo ya kusema kwamba Harmonize ni mdogo kwa Big Fizzo, kwa Diamond, umeona? Na niliona posti ambayo unaisema walikuwa wanamtukana, Vama Mastora anamtukana Champagne, anamwambia kwamba ni kwa nini unajiingiza sana kwenye mambo ya Tanzania, wewe sijui nini ya kuhusu, akamwambia mengi, umeona? Akamwambia pia na akome, unaona? Sasa yeye anapromote kwanza Tanzania inaonekana. Anawapromote wao. Alafu wao wamjui. Wampromote. Diamond alikuja Burundi aliona na Champagne. Walisalimiana pia. Hivi Champagne anamposti Diamond anaongea maneno mengi. Lakini Diamond hajawahi kumposti Champagne akamwongelea eti ni mtu mkali sijui na nini. Unafanya nini hivyo? Inaonekana kwamba ni kule kujisogeza kiukaribu kwa mtu na yeye hayakufahamu. Hiyo sio sawa. Unampromote mtu wa nje ya nchi. Wewe unajiita ni Mrundi. Unaimba muziki wa Kiburundi. Unataka wakusupport Warundi. Sasa wakusupport wewe mwenyewe na support nje ya nchi. Hiyo kesho yake usije kulia eti wao wakusupport. Hicho ni kimoja. Sasa Champagne na juzi kati alitoa ka video sijui kama umekaona kama ka sekunde 30 alikuwa anaenda kwa nyumba ya mtu akapiga hodi kwenye gate eti sijui namtafuta Mtanzania hapa, namtafuta Mtanzania. Akamuona mtu anatoka nje, akafungua mlango huyo mtu. Alafu Champagne akamwambia, "Wewe si Mtanzania, wewe si Mtanzania." Diamond yuko kwenye zile tuzo za bet. Sasa nataka wewe umchague Diamond achukue tuzo. Yaani akawa vile anaenda kuwaitia watu wamchague Diamond. Yeye ndo anafanya promotion. Anakuwa anamfanyia promotion Diamond. Umeona? Akina tujawahi kuona wakina Sadipia washaka kwenye tuzo kubwa. Washaangisha kwenda kwenye tuzo kubwa. Lakini Champagne tujawahi kuona anaenda kuita watu kwa mlango eti mchague Fizzo, Satbi nini, sijaona. Unahisi ni kwa sababu gani sasa?
Mimi naweza kusema kwamba ni ujinga wa wasanii. Ndio ile Ismail nakwambia ni local mind. Ndio hizo. Ndio hizo, yani hakuna musician hapa. Wasanii bado wako kwenye zile njia za kiloko. Wanafanya rock music. Ndio wanaongea. Lakini ni kweli. Muziki yetu bado iko chini. Wasanii wetu kwanza wanasema eti watangazaji wanawaharibia muziki, lakini wao ndio wanauharibu mwanzo. Juu sisi tunaenda kupromote muziki wenyewe watu wanataka. Wewe ndio kwanza umewatakisha na wewe wao hautaki huo muziki. Alafu na sisi tukakuja kupromote vile vile. Wewe ukijipromote wewe na sisi tunaona kama umefanya kitu kizuri tukupromote. Kama kawaida bado tunaendelea. Hii ni kipindi ambacho kinafanya msanii pale pote ulipo ujisikie kosa lako na ujue kitu gani cha kufanya. Kwa sababu tulishoongelea mambo mengi, tulisema ya Fizo, tulishoongelea Mr Champagne, tulishoongelea Wiz Designer. Wewe ambapo uko pale msanii ushajisikia lazima ufanye nini? Ufanye ukarabati na uweze kujirekebisha kwenye nini? Kwenye hizo tabia zako ambazo unazo. Sijui kwenda kumpigania, sijui Tunzo na sijui Diamond, sijui nini. Wapo wengi wachali wa Diamond. Diamond iko na wachali wengi, iko na Baba Levo, iko na kina Mablock Mastori, iko na Mido Simba. Wako wengi sana, sawa? So wewe msanii kama msanii ushinda basi kusema basi hata tuchukue nyimbo basi ya Million Face ya Fizo tuipromote. Au tuchukue nyimbo basi ya Lucky ya kwake Benturo tuipromote. Au tuchukue nyimbo ya msanii fulani ya visual itumika na We Love Music tuipromote. Lakini unakuja usijui unakuwa chali wa Diamond. So fresh, you know. So kama kada tunakuja kwenye story ambayo mpaka saizi ni inamshika kwa yeye. Wanasema kwamba tulisikia kwa sababu ni mtangazaji kwenye Buja FM. I know that kwenye vipengele vya kipindi vya michezo kama sijasahau. Tunakuja kule kitu ambacho mpaka sisi bado wasanii mpaka hivyo hawajajelewa. Sawa. Hicho kitu nikiongea na mtu fulani lakini nataka kuelewa wewe unipatie wazi kwa sababu wewe uko mmoja baadhi ya watangazaji kwenye Buja FM. Bro, is true kile kitu ambacho kwenye mitandao kwamba mliahirisha na kusema kwamba lazima mwanamuziki aweze kulipa pesa kama kabla ya muziki wake kupigwa kwenye radio? Kitu kimoja kwanza, watu watafautishe kupigwa kwenye radio na kufanya promotion. Promotion ni kuuliza muziki wa msanii na unaongelea maisha yake ya muziki na huyo muziki wake unaongelewa ndani nini na kumpa muda yeye pia aje kutafsiri ule muziki wake. Promotion ina muda wake. Nakwambia kuna kule kuuliza muziki kwenye radio tu, kuuliza kupiga. Sasa pale walichokisema kulipwa ni kitu wanaita promotion. Ila kwa nyimbo ya msanii inapigwa kama kawaida kama zinazopigwa kwa zingine radio. Kitu ambacho kinaitwa promotion, kule kumuita msanii anakuja kwa interview, anaongelea muziki wake, nimeandaa vipi muziki, sijui naishi vipi, yale yote ndio inaitwa promotion. Ile ndio walisema kwamba unatakiwa ulipwe kwa sababu waligundua nini kabla ya kufanya hicho. Uongozi wetu uligundua kwamba kuna wale wasanii ambao wanakuwa wanaenda kule wanaongea maneno mengi eti sisi hatufanyiwe promotion, eti tunakuwa tunasikia ni wale ndio wanaongelewa kwenye radio. Ni kwa nini sisi hatufanyiwe? Sekabidi nini? Promotion, ukitaka promotion wewe msanii, kinyume na vile vya kuulizwa, unafikia kwa uongozi, mimi nataka promotion, mimi ni msanii ambaye naanza muziki. Na wanaongea kuna pesa za msanii ambaye anaanza muziki na kuna pesa za msanii ambaye ameshajenga jina. Kwa hiyo hata na Romeo ambaye anaongoza shirika la wasanii Amical des Musiciens alifika pale akaongea, wakamwambia na akasema hivi, tunaomba kwamba hiki kitu sio vibaya. Yeye mwenyewe aliandika pale kwenye ile account niseme ni Facebook page yao ya Amical des Musiciens. Akasema hivi, tunashukuru hiyo oda ambayo alitoa tumefikia oda ambayo umetoka kama wa viongozi wa radio Buja FM, ila tunaomba kitu kimoja, msanii ambaye anakuja kwenye game msimpige fimbo kama ambayo ile mnapiga kwa wasanii wameshajenga jina. Anamaanisha nini? Msimuombe zile pesa za promotion kama wale ambao wameshajenga jina. Umeona? Lakini kwa nyimbo zinapigwa kama kawaida. Kuanzia hata kipindi hicho mpaka leo show zinapigwa kwenye kipindi. Nyimbo zinapigwa. Nataka kufahamu hizo pesa ambazo idadi ya pesa ambazo mliweza kutia kwa mtu wa chini, msanii angaliki anaanza na msanii ambaye ashakuwa up kama kina fulani kama nini kama mimi kama Da Silva kama nani kama Landrino. Tunafahamu kufahamu. Yaani kitu gani tuambie pesa, idadi ya pesa ambayo mliwekeza kwa msanii wa chini na msanii ambaye ashakuwa juu. Acha nikupe ukweli, kwa msanii ambaye anakuja kwenye game hata kwa bure wanaweza. Boss amesema. Ni yeye kuja tu kwenye radio. Mimi ni msanii na hivi na hivi na hivi na hivi, hata uwe na 10,000. Umeona? Lakini mkuweka kiwango cha pesa. Kuna kiwango cha pesa. Wewe unafika pale unaongea. Kama unataka wakuwekea kiwango, unakuja unasema mimi nataka promotion ya miezi 2 au muda kadhaa. Wewe ukiweka muda kadhaa wa promotion, lazima na wao wakwambie pesa ni hizi sasa kwa muda kadhaa. Kumbe na maana hamjaweka hata kwa muda kadhaa, hamjaweka hiyo pesa, hamjaweka kinachojulikana kwa muda kadhaa. Hebu semeni mzima kipindi ambacho ni cha sport. Pesa ngapi? Kipindi cha michezo. Ukitaka promotion ya mwezi mzima, nyimbo yako inalia kama publicity, yani yale matangazo. Kwa hiyo na mpaka kama haijapigwa unaweza kuja kuuliza ni kwa nini haijapigwa kwa siku fulani. Pale ni laki nzima, laki moja kwa siku 30. Yani siku zote mwezi mzima, laki moja kwa kipindi cha michezo. Iwe mchana na iwe usiku, hapo ni laki nzima popote. Ina maana kama wanakwenda muda mapumziko inapigwa hata muda wote, na kipindi kikianza lazima muziki wako upigwe, na kikimaliza sijui wanapiga.
Kwa hivi tuko na nyimbo mbili ya ule msanii ambaye anaitwa Daddy Face. Umeona? Na MT number 1 kuna nyimbo zao mbili zinapigwa kwenye vipindi B-Sport mchana na Evening Sport ya usiku. Walilipa promotion ya mwezi mzima saa 100. Okay. So basi tunakwenda kumaliza, hebu tuambie kitu gani ambacho tunachanga kwenye industry ya music ambao kama vile ushauri na kitu gani wakifanya mpaka sasa, kwa sababu muziki wetu umekuwa down sana. Sijui kama unaona umekuwa down sana licha na mashow, licha na muziki. Kwa sasa hivi hakuna hit song for now. Hebu tuambie kitu gani ambacho unaweza kuwashauri. Kitu kimoja kwa hit song, labda tunaweza tukasema kwamba wasanii tusiwalaumu sana kutokana na COVID-19 imeharibu kila kitu. Msanii anakuwa na ule ugumu fulani wa kutoa nyimbo kwa sababu anajaza hata nitoe nyimbo kali hit song nitaibeba wapi? Sitafanya show. Mara nyingi kwa kitoa nyimbo kali unakuta kampuni zikiandaa show wanamuita fulani njoo ufurahishe watu. Sasa kwa hivi naweza nikasema kwamba COVID ndio imeharibu kitu, lakini kwa sasa unaweza kaandaa show za makaraoke watu wakaja kufurahi. Wasanii waweke tu nguvu na watazame zile nyimbo ambazo walikuwa wanazitoa, watazame dunia inafika wapi, warekebishe na wabadili mambo ya kisasa, waache yale ya kizamani, itakuwa ni sawa. Alafu pia kwa upande wa watangazaji na sisi kwa kusaidia promo tunawasaidia kama vile watu wa kwetu, sisi ni nyumbani, tusaidiane tusonge mbele. Ya, nacha nikushukuru sana Rossy presenter, nasema Mungu akubariki sana. Asante sana pia na mimi nikushukuru umeweza kunipokea. Ni japokuwa ni kwa mjengo ambao tunatumikia sisi wote wawili, lakini wewe ndio umeniita na kunialika, so nikushukuru. Hii ni Amisho TV na tuweze kuwaitia watu ambao wanatufuatilia kwa sasa wajaribu kufanya subscribe, wale ambao hawajaweza kuifanya na wale ambao hawajafanya share waifanye share, kwa sababu ndugu na marafiki pia waweze kupata kitu kizuri, na comment pia kwa kile ambacho wanakuwa nakifuatilia kwa kila muda, ili tuweze kusongesha na mbele. Na msanii wa Burundi pia akifanya kitu tu support sisi wote Warundi, na ila wao pia wabadili kitu ambacho wanakifanya kwa kusupport wasanii wa nje, wajisupport wao. Urashaka makuru mashasha meza kandagezweho, fyonda subscribe kuri Amisho TV. Amasanamu meza akozwe kubinga budasanzwe, L Trending iri okubwanyu. Barenga imifuza indirimbo zikozwe kubinga bwa none, good mixing and mastering. Ghana Key Records, RTB, with the key to success.